ومن أعظم ما يتقرب به في هذه الأيام العشر katika vilivyo bora mtu anatakiwa kujikurubisha katika haya masiku 10 almuhafadhatu ala alwajibat. Namba 1 ni watu kuhifadhi yale Allah aliyotufaradhishia wajibu, ikiwepo kutekeleza swala kwa jamaa. Utakuwa unaidhulumu nafsi yako sana siku hizi ukiwa unapitwa na jamaa. Wa adaiha ala alwajhi almatlubi shar'a, na kuzitekeleza hizi nyajibu katika njia ya sheria ile iliyoelekezwa, elekezi kutoka katika kitabu na sunna. Asema Allah katika hadithi al-Qudsi, hakujikurubisha mja kwangu mimi, hakujisogeza mja kwangu mimi kwa ibada na khairi kuliko katika vitu ninavyovipenda zaidi kuliko kile nilichomwajibishia. Kwanza ulichowajibishiwa fardhi, kisha baadaye sunna. Thania ya pili, at-taubatu nasuh. Katika haya masiku 10 usisahau toba, rejea kwa Allah, waltizamu ta'atuhu, najilazimishe kufanya taa, usilale, usizembee. Zikipita hizi zimepita mpaka mwakani. Je, mwakani utakuwepo? Nambari 3, al-iktharu min dhikrillah umuman wa takbira khususan. Jilazimisheni sana kumtaja Allah. Fadhkuruni adhkurkum, yeye ndio anasema nitajeni na mimi nitakutajeni, nikumbukeni na mimi nitakukumbukeni. Yeye Allah katika vitu muhimu, ulimi wa mwanadamu, ulimi wa Muislamu, kila wakati unatakiwa uwe mbichi kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Faakthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Kisirisheni ndani haya masiku tahlili, ile kusema la ilaha illa Allah, wa takbir Allahu akbar, Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah. Kisirisheni katika haya masiku, katika vitu ambavyo vimehimizwa zaidi katika huu mwezi na ni vyenye kupendeza zaidi ni funga. Kul amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzihu bihi. Kila amali ya mwanadamu yeye ni yake yeye mwanadamu, kwa sababu anajua moja inalipwa kwa 10, isipokuwa funga ni yangu mimi na mimi ndiye ninayelipa. Na mtu anapofunga anakuwa karibu sana na Allah. Funga inasababisha pia ucha Mungu, fungeni. Na yenye kuhimizwa zaidi saumu yaum Arafa, ni saumu ya siku ya Arafa, kwa sababu Allah anaondoa madhambi ya yule aliyefunga kwa muda wa miaka 2. Unasamehewa kwa saumu ya siku moja. Usije ipoteza Arafa, usije ipoteza Arafa. Angalia Arafa ile watu wakisimama kule na wewe ufunge, acha habari zingine. Wa fi hadha leo, katika fadhila za hii siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu anawaacha wengi sana katika hii siku minanari na moto. Wayadunu ila samai dunia, na Allah anakuja mpaka kwenye mbingu ya kwanza. Wayubahi bihi almalaikata bilhujaj, na anajifahiri kwa malaika kuhusu mahujaji wake walioko katika viwanja vya Arafa. Wa min ahabbil a'mal fi hadha al-ashr hudhuru salati al-Eid, ni kuhudhuria swala ya Eid. Hata nisa, mpaka wanawake pia wanatakiwa wahudhurie siku ya Eid. Baraka zake ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa. Ya mwisho kabisa katika yale matendo kwa leo, lakini al-udhuhiya, kuchinja, muhimu sana, kwa sababu Allah anamwambia Mtume, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Yule anayetaka kuchinja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaelekeza, anasema likiingia hili 10 la kwanza, basi ajitahidi asiondoe nywele zake wala kucha, usikati. Acha kama imetokezea umekata, basi usirudie kukata tena mpaka utakapochinja. Hii ndio sunna. Lakini katika udhuhiya pana fadhila nyingi. Ni sunna ya nani? Ya Nabillahi Ibrahim alayhi salam. Na sisi tumekuja kurithi fadhila ni nyingi. Kuna kusoma Qur'ani, kuna kutoa sadaka, kuna mengi na kuna mengi ndani haya masiku. Almuhim turudi tuyatwalie faida haya masiku, tusiyachukulie yani kama masiku tu ya kawaida, tuyape uzito ili tupate fadhila na faida kubwa. Na zikiondoka hizi siku 10 inshallah iwe ni sababu ya sisi kusamehewa makosa yetu.